Kiingereza vizuri na ukawa unahitaji kusema jambo la Kiswahili watu waelewe vizuri, inawezekana Kiingereza kwenye hukumu imeleta mtanziko kwa watu. Labda tuambie sasa. Karibu. Asante. Hapa kitu cha kwanza ambacho nitakielezea ni issue ya maombi ya Young Africans kwenye barua yao iliyoenda kasi. Yanga waliomba maombi matatu. Ombi la kwanza waliomba kasi simamisha utekelezaji wa uamuzi wa kuahirisha mechi. Lakini ombi la pili, yani kwa kifupi waliomba kasi iwalazimishe TFF wasipange mechi upya. Sasa hilo lilikuwa ni ombi la tatu. Kuna kuahirisha, kukubali kuahirisha. Na kuja ya kwanza ilikuwa ni kusimamisha utekelezaji wa uamuzi wa kuahirisha mechi. Lakini jambo la pili, TPLB na vyombo vingine vizuiwe kupanga tarehe mpya ya mechi hadi rufaa isikilizwe. Jambo la tatu, kasi itoe maagizo mengine yatakayofaa. Lakini Yanga walitoa pia madai yao. Haya yalikuwa ni maombi. Madai, uamuzi wa kuahirisha ulikuwa wa upendeleo, usiofuata utaratibu na wenye njama. Haya yalikuwa ni madai sasa. Lakini jambo lingine, wataathirika kifedha, kimahusiano na mataasisi mengine kutokana na heshima waliokuwa nayo. Uamuzi huo unakiuka kanuni za mashindano ya haki. Hayo yalikuwa ni madai. Majibu ya TFF na Simba kutoka kwenye ile barua ambayo tuliipata jana usiku ni kwamba wote walipinga, TFF pamoja na Simba. Wakasema kwamba walisema kasi haina mamlaka ya kusikiliza kesi hii. Lakini jambo lingine, Yanga hawakupitia njia za kawaida za kukata rufaa ndani ya TFF kama ilivyotakiwa na kanuni. Mechi iliahirishwa kwa sababu za usalama na uchunguzi wa madai ya rushwa. Uamuzi huo hauwezi kusimamishwa kwa kuwa tayari ulitekelezwa. Uamuzi wa kasi sasa. Kasi walisema kama ifuatavyo. Kwa mujibu wa kanuni, Yanga walipaswa kwanza kukata rufaa kwa kamati ya rufaa ya TFF, lakini pia kwa kuwa hawakufanya hivyo, hawakufuata utaratibu wa kisheria uliopo. Kwa hiyo kasi haina mamlaka ya kusikiliza kesi hii. Matokeo, rufaa ya Yanga imetupiliwa mbali. Kesi imeondolewa rasmi kwenye orodha ya kesi za kasi. Kesi imeondolewa rasmi kwenye orodha ya kesi za kasi. Umemuelewa Magunga? Na swali kamanda. Yes, kidogo tu. Swali la mwisho nilomuuliza mwanasheria hapa, akafafanua kwamba ukishaona neno termination kwamba hiyo kesi haipo tena, na kama itarudi tena basi mchakato utaanza upya including kufanya malipo ya lile shauri. Na kuna kitu amezuiliwa hapa. Yanga hawatapaswa kulipia gharama yoyote zaidi ya ile ambayo walitoa awali. Kulipia kwenye kesi imeisha. Mwanzo si wakati wanafungua kesi walilipia. Kwa hawapaswi kulipia tena kitu chochote. Yaani ile ya awali inatosha. Si kesi imeisha. Kwenye kesi hii lakini ndio wakirudi tena watatoa upya. Sasa hizo si obviously Jeff, unapofungua kesi mpya utalipa gharama mpya zingine. Hakutakuwa na kesi hii. Unajua mimi nimesema hivi makusudi kwa sababu kuna wasikilizaji wetu wameanza kupitishana propaganda. No, ni kama darasani tu. Mwalimu akishafundisha watu wengine wataelewa, wengine wataacha, wengine watamuuliza mwezi bado mwalimu alisemaje hapa? Tutaenda tuition. Ndio mwingine utatoka hapo tena tuition, unaenda kufundishwa kile. Na huko tuition bado utakuwa uelewi. Unaelewa vizuri? Sasa ukitaka kila mtu tutamweza, hatuwezi. Mimi nataka kusema mwanzo nifikiri Magunga anarudia yani. Kwa kweli nilianza kuwa huyu Magunga vipi tena bwana anarudia. Lakini nimekuja kujifunza kitu kwa Magunga. Amesimplify kitu kikubwa alichozungumza Majembe. Yeye amekiweka kwenye lugha rahisi ya Kiswahili. Amekisamarize vizuri kabisa. Nafikiri kama hujamuelewa Magunga hapa, sasa wewe ndo wale ambao hata tukikupeleka tuition unabaki pale. Unanielewa? Sasa mimi ni kwa eneo moja ambalo amelizungumza mwanasheria na Jeff alikuwa analisema hapa kutokana na lile andiko. Mimi sijui hapa mimi ndo katika wale. Nimependa mwanasheria amesema kuna kitu kilichobaki ni kutafsiri Kiingereza na wala sio sheria tena. Sheria imemaliza. Sheria imemaliza tayari. Sikiliza. Huyu amesema kuhusu termination. Kipengele cha 33 katika ile hukumu. Mimi nitazungumza
kama ilivyoandikwa kwa lugha ya bibi. Ndio. In the light of the above, comma, the appeal filed by Young African Sports Club shall be deemed withdrawn and the procedure CAS 2025/A/11/298 Young African Sports Club versus Tanzania Football Federation and Tanzania Premier League Board and Simba Sports Club shall be terminated and deleted from the CAS roll. Wametumia mpaka neno deleted. Manake hapo ni Ndio alosema terminated ilikuwa itoshi. Imekuwa terminated na deleted from the CAS roll. Sasa ndio watu wanaposhindwa kujua kwamba hii kesi wanatumia lugha ngumu. Imefutwa na imeondolewa moja kwa moja kwenye orodha ya kesi za CAS. Ili jambo limekwisha. Ile terminated ingetosha. Na ukisoma juu yake tu hapa ndio mambo mengine kwa mfano namba 31, therefore imeanza, the deputy president finds that the proper channel for the appellant's appeal is before the Tanzania Football Federation Appeals Committee. So, and the appellant failed to exhaust all internal legal remedies as required by Article R35 of the code. Kazumari, tunaye mwanasheria wa Simba. Mwanasheria wa Simba Hosea anazungumzia Simba na wenyewe wapo kumbe. Simba walikuwepo kwa ina wao walikuwa Simba na TFF Simba walipinga. Karibu karibu. Hosea, habari za asubuhi? Salama, habari. Nzuri, unatupata vizuri Nawapata. Tuko na wewe live, na wewe ni moja ya watu ambao walikuwepo kuiwakilisha Simba kwenye kesi hii ambayo hukumu yake imetolewa, na pengine tungetamani kusikia kutoka kwako nini madai makubwa zaidi ambayo yalikuwa yanawahusisheni ninyi kwa upande wenu kama Simba, na nini ambacho kimefanyika kwenye kesi hii kwa upande wenu ambao mpaka sasa tunaona hukumu yake imeshatolewa na CAS na kufutwa kabisa kwenye orodha za kesi mbalimbali huko CAS. Okay. Actually madai ya Yanga yalikuwa ni mengi. Ndio. Lakini ni essence walikuwa wanaomba pointi 3 dhidi ya Simba na magoli 3. Hilo ndilo lilikuwa dai kubwa dhidi ya Simba. Ndio. Na pia walikuwa wanaomba walipwe fidia. Nafikiri ni milioni 500. Walipe Simba. Walipwe Yanga fidia ya milioni 500. Walipwe Yanga yani Simba ndio walipe ama Simba na mamlaka? Simba pamoja na mamlaka. Okay. Kwa sababu walitushtaki kwa pamoja. Ndio. Lakini ile claim ya pointi 3 ilikuwa ni dhidi ya Simba, maana yake Simba angetakiwa kupoteza ile mechi. Kwa mujibu wa madai ya Yanga, kwa kupoteza pointi 3 na kuconcede magoli 3. Pamoja na madai mengine ya kifedha ya gharama za kuandaa mechi, lakini pia waliomba adhabu itoke kwa Simba kwa madai kwamba Simba wali boycott hiyo mechi. Kwa hiyo rufaa ilikuwa dhidi ya barua, kwa sababu sema ni maamuzi, ni barua ya bodi ya ligi ambayo ilihairisha hiyo mechi. Nafikiri ilikuwa ni barua ya tarehe 8. Ndio ilikatiwa rufaa kule CAS. Kwa hiyo pamoja na madai hayo ya Yanga pia walipeleka maombi madogo ya kuomba bodi ya ligi isipange hiyo mechi kusubiri maamuzi ya kesi ya msingi, kwa matazamio kwamba kama Yanga anashinda ile kesi ya msingi angepewa pointi 3. Kwa hiyo hakukuwa na haja hiyo mechi kupangwa tena, kwa sababu ingekuwa inaleta tu kadhia ya kucheza mechi wakati Yanga anakwenda kushinda kesi, wakiamini kwamba wangeenda kushinda hiyo kesi. Kwa hiyo Simba tulivyopata wito, tuliweza kupeleka majibu yetu. Moja, kuhusiana na maombi yale madogo ya kutaka mechi isipangwe, lakini sambamba na majibu hayo tuliweka pia pingamizi kwamba CAS haina mamlaka. Na CAS haina mamlaka kwa sababu 3 tulizoziweka. Ndio. Moja, mamlaka ya CAS ni aidha yawe kimkataba au kisheria. Sasa hakuna kanuni yoyote ambayo inasema maamuzi ya bodi ya ligi
yanakatiwa rufaa kasi, wala hakuna mkataba baina ya wadawa unaosema kwamba lolote litakalotokea kwenye mechi ya debi litakatiwa rufaa kasi. Na kasi walinoti kwamba Yanga walishindwa kueleza ni kanuni ipi iliwapa mamlaka ya kwenda kasi. Nafikiri kwenye kipengele cha 21 cha decision ya kasi. Lakini sababu ya pili ya kasi kukosa mamlaka ni kwamba hata kama ingekuwa na mamlaka, tunasema haina, lakini hata kama ingekuwa na mamlaka, basi mamlaka ya kasi kwa kanuni za kasi na kanuni za ndani kwetu lazima umalize remedies ambazo zinapatikana ndani. Kasi inakuwa ni sehemu ya mwisho. Kwa hiyo ndani tuna kamati za rufaa, TFF ipo, lakini bodi ya ligi yenyewe pia ina uwezo wa kusikiliza complaint na kutoa decision, ambazo hizo procedure zote Yanga hakuzifuatisha. Na sababu ya tatu ya kuonyesha kasi haina mamlaka ni kwamba unavyokwenda kwenye rufaa, maana yake lazima kuwe na kesi ambayo ilitangulia huku chini. Hakujawahi kuwa na kesi huku chini inayowahusisha hawa wadau wanne, kwa maana ya Yanga, bodi ya ligi, TFF na Simba. Hakujawahi kuwa na shauri lolote ambalo linawahusisha hawa wanne na rufaa ikakatwa baadaye, kwa maana maamuzi yakatoka ya awali na kupelekea mtu ambaye hajaridhika akate rufaa. Ile barua ya TFF haikuwa maamuzi ya kimahakama au maamuzi ya kijudisho kupelekea mtu kukata rufaa. Ile ilikuwa administrative letter, ni barua ya kiutawala ambayo ina maamuzi, lakini barua ya kiutawala ambayo ilikuwa na maamuzi ndani yake, kwa sababu tukio liliahirishwa. Tayari walitoa maamuzi. Well, kama walitoa maamuzi, kama tunayatafsiri ni maamuzi, si maamuzi ambayo yanapelekea rufaa. Okay. Ni maamuzi ambayo labda yangetoa kozi nyingine, lakini si rufaa, especially rufaa kuelekea kasi. Kwa hiyo kasi waliamua kupigia hapo hapo kwamba wao hawana mamlaka, na kwa sababu hawana mamlaka kwenye kesi ndogo, hata na kubwa pia waliona pia haina haja ya kuendelea na hiyo kesi, wakaamua kuifuta. Kwa hiyo inawezekana Yanga walikuwa na hoja, lakini hawakufuata mtiririko wa namna ambavyo jambo hili lilipaswa kuiendea. Kama hiyo hoja ipo, lakini mimi I stand to be corrected, hiyo hoja sijaiona, kwa sababu hakuna sheria iliyovunjwa kwenye kuahirisha hiyo mechi. Bwana, kuna mtu ana swali kwa Hosea? Achana naye, amemaliza. Hosea, umenyooka kabisa, umetuweka sawa, tumeelewa. Na Simba sasa bila shaka mnasubiri tu kitakachosemwa na bodi kipigwe uwanjani bila shaka. Sisi tunasubiri maamuzi ya bodi, tutayafuatisha. Asante sana. Asante. Bwana Hosea amenyooka. Amekwenda vizuri. Bwana, Yanga hamna Yanga wanasheria mkuu wa jua walioenda huko. Mgongolo yupo. Mgongolo yupo na apokee simu. Simu haipatikani kaka. Simu ya Mgongolo haipatikani. Tunapambana naye. Kwenye labda nikusomee. Wameandika hapa Young African Sports Club, Dar es Salaam, Tanzania, represented by Mr. Alex Mgongolwa, Juma Nasoro, wakili Juma Nasoro, Respicious Didas, Simon Patrick, Simon yumo. Kalagi Rashid. Mtu chuma Simon. Yupo. Watu watano hao. Watano. Yupo mzee wangu. Kijana wangu huyo. Watu wote watano wamepigwa chini. Issue sio idadi. Hoja. Wasilishaji wa hoja. Mgongolo wapatikane na sisi tunaendelea na Simon Patrick. Mgongolo wapatikane kaka. Na uliposema hoja hapo Juma. Sisi naweza nikaisoma hii article hapa Jimedari. Kuna article gani? Nani huyo? Nani? Huyo mzee wangu mzee Mgongolwa. Yupo. Lete mzo. Amekimbia. Amesema Mzee Mgongolwa amesema yuko sehemu ambayo amebanwa. Mgongolwa mnabanwaje leo? Alex unabanwa wakati hukumu imetoka. Mwambie tuandikie message basi kidogo na tumuulize muda gani tumpigie, tuna masaa mawili. Alafu pia anatakiwa ajue kwamba timu huku inashambuliwa. Mpaka sasa hivi anatakiwa weke hoja tetezi hapa. Nani Jemedari, una namba ya nani? Juma nani, kuna wakili mmoja. Wakili Juma Nasoro. Nayo. Naomba.
Jamani, Yanga lazima tuwasikilize. Bana. Lazima tuwasikilize kwa sababu tumeshawasikia bodi ya ligi, tumeshawasikia Simba. Bodi tumesoma barua, lakini bodi tunampigia mwenyekiti. Okay, sawa. Mzee Mguto. Bado tuwasikie sawa. Yanga lazima tuwasikie kwa sababu sije tukapeleka pressing ya hatari. Hatusemi lazima, tunaomba tuwasikie. Tunaomba sasa swala la wanaweza wakakata lazima wanalo wao. Na ile hapa kaka. Yanga watakiwi kuongea mtu tofauti na mwanasheria. Sasa mwanasheria. Sasa hii imekaa kisheria. Imekaa kisheria. Mbona tumemtafuta Hosea tukumtafuta Mangungu? Imekaa kisheria kaka. Kwa sababu kitu kimepelekwa mahakamani. Hizo mbili. Mimi ipo kwenye issue ya sheria. Huyo ni Advocate Juma Nasoro. Na jambo jema kutoka kwa Advocate Juma Nasoro. Huwa ni mdau wa hiki kipindi. Mdau. Basi Juma Nasoro anaweza kupokea. Sasa Juma asiwe yuko mahakamani. Umesikia Juma? Umesikia Juma? Wakati kamanda anazungumzia issue ya hoja. Ndio. Kwenye hiyo barua hapo kuna article inazungumzia masuala hayo. Kasi kodi article namba R37. Wanasema mahitaji ya kutoa amri ya muda kama vile kusimamisha utekelezaji wa uamuzi uliolalamikiwa inahitaji moja, hoja yenye nguvu, madhara yasiyorekebishika, mizani ya usawa. Kasi iliona kuwa masharti haya hayakutimizwa kikamilifu na Young Africans. Umeelewa? Kumbe muda wote ule tunazungumza hapa hakukuwepo na kesi. Hakukuwepo na kesi. Wapi? Yaani kipindi cha nyuma. Hakukuwepo na kesi. Wapi? TFF na Yanga. Hakukuwa na kesi yoyote TFF na Yanga. Guys, Young Africa waliandika barua kuomba kupewa alama 3. Wakaandika tena, waliandika barua sio TFF, waliandika barua kwenda kwa afisa mtendaji mkuu wa bodi ya ligi. Wakaainisha wanachokitaka kwenye hiyo barua. Ilikuwa na vipengele 19. Sawa? Wakasema kimoja nini wanataka. Na walikuwa ni maombi. Wanaeleza kwa nini wapewe alama 3, kwa sababu mchezo wa kuchezwa, Simba waligoma kucheza, si wamealisha wamezuza. Barua nayo wamesema vitu vyote mle. Na kilichotoka bodi ya ligi kwenda Young Africa, sawa? Ni barua ya kujibu. Nilisema hapa siku ile. Barua ya majibu ya barua yao. Na ilikuwa imeweka na reference. Uliniandikia barua yako ya reference number hiyo tarehe fulani ukiomba hiki hakiwezekani kwa sababu hii, kwa sababu amejibu kimoja baada ya kingine. Almas Kasongo akasaini chini kama ambavyo barua ya mwanzo ilisainiwa na Mtine. Ni barua internal communication, barua CEO kwa CEO wanajua. Hamna kesi hapo. Ni watu kesi inaendaje kule? Kesi inapelekwa kwenye kamati husika za TFF. Yes. Kule alienda kuomba, bwana ninataka pointi 3, akaambiwa hupewi kwa sababu 1 2 3. Na tulikuwa nasema hapa mimi. Baada ya kuzuiwa, baada ya kukataliwa kwamba hutopata, Yanga walipaswa kufanya nini? Kufungua kesi. Kufungua kesi. Sasa kesi unafunguaje? Wao baada ya kuambia hapa hakuna alama 3, sababu ni hizi. Kama walivyojibiwa kwenye barua, wakaenda kufungua kesi kasi. Unaelewa? Mmoja kati ya wanasheria nguli kabisa kwenye mambo ya michezo nchi hii, Mgongolo, ni kakaangu Alex Mgongolo. Amefanya, sio hajafanya nini TFF. Juzi tu hapa wakati tunazungumzia mgogoro let's say wa Faisal nafikiri. Alikuwa mwenyekiti yule kamati. Kama sikosei. Alikuwepo. Sawa? Mgogoro wa Morrison. Mgogoro wa karibuni Mzee Said Sudi wakati yuko yes, Mzee Said Sudi wakati yuko mwenyekiti. Nafikiri makamu mwenyekiti wa kamati alikuwa yeye Alex Mgongolo. Na tukawa tunaona kama mwenyekiti sio mwanasheria, alafu kachukuliwa mwanasheria akaikwa makamu mwenyekiti. Sawa? Unaelewa vizuri? Kwa hiyo kwenye hiyo kamati amekuwepo muda mrefu. Kwenye shughuli za TFF kwenye mpira Young Africa amekuwa muda mrefu. Yaani mimi nimepata wasiwasi kidogo. Kwa sababu ndo senior huyu katika hao mawakili wengine kwenye mambo ya mpira. Hao walioorodheshwa Young Africa. Hizi hoja zilizokuja kujibiwa kwa namna zilivyojibiwa CAS, brother Alex hakuwa anaelewa hiyo kitu. Na siku moja nimemsikia kwenye redio moja, sio hapa, akizungumza wakati hayo mambo ya CAS yanatajwa. Kama sikosei, nimemsikia sehemu akizungumza. Sasa na sisi ndio maana leo tulikuwa tunamtaka sana tumpate. The other time hapo wakati tunabishana hapa na mdogo wangu Hans, leo hayupo, nilimwambia hapa hakuna makosa ya Simba Sports.
hakuna sehemu watu wamekosea. Wapi? Hata uahirishaji wa mechi haukuwa na makosa yoyote, kwa sababu ulifaa kanuni ambayo ipo. Kanuni ipo. Na nyinyi wenyewe mlishiriki kuibless hiyo kanuni. TFF, bodi ya ligi hawakutoka from nowhere. Kwamba wametoka tu kutoka kusikojulikana wakasema hii mechi hamna. No. Lakini sasa Yanga wangefunguaje kesi kwenye hizi kamiti za TFF wakati wameshaona kwamba wenye mamlaka ya juu ambao ni TFF ambao wameweka hizi kamiti wameshachukua maamuzi ambao maamuzi alichukua nani Juma? Sitaki kupotosha. Maamuzi amechukua nani? Nani anaendesha ligi? Bodi. Maamuzi alichukua nani? Bodi ya ligi. Kwa hiyo kutukubaliane hivyo ni vitu viwili tofauti. Nini? Ndio maana hata kwenye hizo entity. Lakini bodi ya ligi iko chini ya TFF. Anaendesha ligi ni nani? Bodi. Anaendesha kwa kutumia nini? Kanuni. Sawa. Na ndio maana hata Yanga kwenye kushtaki wameziweka kama separate entities. Na ndio maana hata wameshitaki TFF na bodi ya ligi na Simba. Washtakiwa ni watatu. Sawa? Kama ingekuwa hivyo wangeshtakiwa TFF tu. Au wangeshtakiwa bodi tu. Kuna kitu tofauti ambacho mimi nilikuwa nakiona. Ukiangalia hii scenario ya hili sakata, unaona kabisa kwamba kila kitu kilikuwa kinaeleweka. Unaelewa? Kinaeleweka maana yake nini? Kinaeleweka kwamba yani kwamba Yanga hawezi kupata hizo alama 3 na magoli 3 ambayo walikuwa na demand. Unaelewa? Kwa hiyo watu walishafanya clarification, lakini mimi ninachokiona mmoja kati ya wanafalsafa wakubwa Plato aliwahi kuzungumza kwamba kuna wakati kiongozi unatakiwa uwe muongo wa maslahi ya watu unaowaongoza. Kwa hiyo hapo umemnukuu Plato huyo kwenye unamaanisha kuna watu walidanganya. Ndo nakuja huko. Wakakupeleka kasi. Ndo nakuja huko. Unaelewa barua getini. Kwamba yani kwenye hii issue ni kama Yanga viongozi walikuwa wanafahamu kwamba hawezi kupata hizo alama. Lakini unajua kuna upinzani wa Simba na Yanga. Kuonekana kwamba Simba hakwenda kwenye mechi, alafu baadaye ikakubalika kwamba Simba alishinda kwenye kile kipengele, Yanga akaja baadaye. It is like kama mashabiki walikuwa wanatamba kwamba okay, hatukuamua kuja kucheza tarehe ambayo itapangwa na bodi ya ligi, sisi tutaenda kucheza. Kwa hiyo ili wasiwe wanyonge, tunatakiwa kuwaaminisha watu kwamba kuna tumeonewa na tunaweza kwenda huko tukapata haki yetu, pengine tukapata alama 3 au mechi ikapangwa upya. Lakini kuamini kwamba management na viongozi wote walikuwa hawajui hichi kitu, hapana. Mimi nahisi kwamba walikuwa wanacheza mind game na mashabiki wao waone kwamba okay, kuna nafasi ya wao kwenda huko. Kwa mfano wewe hapa ambaye umetoa hii hoja na ukamquote Plato, sijui umequote kitabu gani, The Republic au vitabu vyake vingine? Maneno tu ya falsafa yake. Hasa unapocheza hizo mind games, lengo lako yani unataka kuachieve nini sasa hivi? Kwa yani kwa mfano sasa hivi ushacheza hizo mind games afu imekuwa hivi. Sasa hapa umefanya mark time kwa mashabiki kuona bwana labda tumeonewa, tulienda tulipambana, lakini yes unaona yani kwenye kesi si kuna kushinda na kushindwa. Yani kimsingi ni kwamba viongozi walipigana. Lakini bwana haijawa hivyo haikuwa bahati. Unajua mahakamani lakini mapambano yameonekana. Lakini watu wamepambana. Lakini ile kuikubali tu kwamba okay. Yani mimi nakubaliana na Ashraf. Kimsingi Yanga ilikuwa wanajua hawezi kushinda kesi ambayo lakini walishakuja mbele, unakumbuka? Mimi ninachosema kwamba naamini Yanga walikuwa wanajua hawezi kushinda kesi ambayo haieleweki. Ilikuwa wanajua kabisa. Kabisa. Walitaka tu kuonyesha mashabiki wao kwa kujitutumua kwamba wanadai haki ambayo wala haikuwepo na hii unaelewa. Kwa sababu tafsiri gani kwa kesi nyingine ambazo pia wameshiriki nazo walikuwa hawajui kama watashinda, kwa sababu sio kesi moja, kuna kesi nyingi sana pa katikati. Mimi hizo zingine sizitaki, lakini hapo naamini walikuwa waweza hii brother, kwa sababu kuna watu mimi nimezungumza nao kabisa. Huwezi kupita hapo sio, kwa sababu TFF na bodi hakukuwa na sehemu ambayo waliskip kanuni. Kila walichokifanya walilifaa kanuni. Sasa mtu anaposema kanuni ipi imetumika, kanuni imeweka pale 34 point ngapi tu hiyo, na umekuandikia kabisa na kanuni wameikoti. Wewe utaki hiyo, unataka kitu gani? Sawa, hakukuwa na kesi hapa. Kimsingi hakukuwa na kesi ambayo Yanga wangeweza kushinda. Na nimeona kasi huku hawajazungumzia swala lolote la muongozo ambao mwanzo tukaacha. Achana na habari ya muongozo bwana. Muongozo unatoka wapi? Na nikwambie Juma. Kule si ulienda kukata rufaa? Based on hukumu gani? Kulikuwa na hukumu wapi? Hakukuwa na hukumu. Hata hiyo aliyoitoa Hosea kama ni barua, alisema ni barua, si ndio? And actually sisi kama barua ya maamuzi tu. Actually sisi kama waandishi wa habari kwetu ile ilikuwa ni press release. Ya tarehe 8 ilikuwa ni press release, si ndio? Baada ya kikao
wametoa press release kwamba mechi hii imefanyaje, imehairishwa. Sababu ni hizi zimewekwa pale. Hii imeandikwa taarifa kwa umma. Mechi imeahirishwa kwa sababu 1 2 3, kanuni iliyotumika hii hapa, tutafanya uchunguzi, itakuwa hivi. Sasa hiyo inaweza kuwa ndio hukumu wewe unaichukua kuipeleka kasi kwamba mimi bwana nakata rufaa, nakatia nini? Yaani rufaa unakatia kwa hukumu gani? Alafu jambo la ajabu, ipi ilikuwa ni hukumu ambayo wao waliipata ili wakate rufaa kasi? Ipi? Hakukuwa na kesi huko mwanzo. Uliandika barua kuomba, watu wamekujibu barua yako. Watu walitoa press release kukuelekea Jemedari. Yes. Maamuzi yale hiyo ambayo tunaita ni press release iliyotolewa na bodi ya ligi. Yanga walipaswa kwenda kupeleka kesi kwenye kamati gani? Kufungua kesi kwenye kamati hapa, kamati ya, kuna kamati ya nidhamu, kuna kamati ya rufaa. Yale ni maamuzi ya mechi kamati ya rufaa. Kamati gani sasa? Kwa sababu kamati ya nidhamu hapo kwenye ile barua wameeleza hicho nachokisema. Kwamba kuna kipengele cha kwanza nikizungumzia hapa kwamba kwenye katiba ya TFF article namba 66 inasema hivi, migogoro ya ndani ya TFF inaweza kupelekwa CAS baada ya kutumia njia zote za ndani. Alafu wakaja kwenye kanuni za ligi kuu Tanzania, article namba 25 inasema klabu ikikataa uamuzi ikate rufaa kwa kamati ya rufaa ya TFF ndani ya siku 7, ada ni shilingi milioni 1. Kamati hii ndiyo ngazi ya mwisho ya ndani ya TFF. Sasa hiyo ni kamati ya rufaa baada ya kesi kuwepo. Yaani kesi imesikilizwa, mnaona tujaridhika, tunakata rufaa kwenye kamati ya rufaa. Sasa kesi ingepelekwa kwenye kamati gani? Ngoja. Wewe unapo ikitolewa kwa mfano jambo lolote likiamliwa kikanuni. Sawa? Kanuni imesema 1 2 3 4, labda kamati kwa mfano tuseme kamati yoyote ile ikaamua. Wewe ukiambiwa ukitaka kupinga hilo jambo, hauwezi kupinga kokote zaidi ya kamati ya rufaa. Ndio taratibu ulivyo. Unapinga nini, maamuzi ama hukumu? Unapinga maamuzi. Maamuzi sio? Yes. Ambao sisi tunakubaliana kukuwepo na kesi. Yale maamuzi, lakini maamuzi yanatokana na vitendo na ni maamuzi ya kiutendaji tu ya kiutawala. Yes, wanalifaa kanuni. Ndio. Sasa wewe kupeleka kasi inabidi wewe umehukumiwa huko ndani, ambapo hukumu haikuwepo kwa sababu hakukuwa na kesi. Kulipaswa kusikilizwa kesi, sio? Yes, kwenye kamati gani? Ya rufaa. Jemedari, kamati ya rufaa ilikuwa inasikiliza kesi vipi wakati kamati ya rufaa inasikiliza? Si maamuzi yametoka tayari. Basi kama maamuzi yametoka tayari na Yanga wameiona kama hiyo ilikuwepo na kesi. Sasa ndio inatakiwa waende kwenye rufaa. Inakuwa exhausted ndani ili utoke na proceedings. Wewe unapeleka proceedings gani? Kwa sababu watu tu wamesema kanuni hii ndio iliyotumika. Mwenendo wa kesi ukoje? Yani Juma, kwa sababu hapo kuna pande tatu. Yani kuna pande mbili. Upande mmoja kuna washtakiwa watatu, upande mmoja kuna mlalamikaji mmoja. Mwenendo wa kesi ulikuwaje? Unautoa wapi wewe? Kwa sababu hii ishitoka hapa ni andiko kwamba jamani, kamati ya masaa 72 imekaa, imekutana kwa dharura, imeamua 1 2 3. Wewe unaipinga ile, unaenda kupinga wapi? Kasi. Sawa, na mimi nitaka kuongezea kwa Jemedari. Unaenda kupinga kasi? Karibu na siku. Na mbabu mimi nilikuwa nimeelewa. Kwa maana yale maamuzi ambayo yametolewa na bodi ya ligi ya kuahirisha mechi, si ndio? Na sababu ambazo wamezitaja kwa maana ya kanuni ambazo wamezirifaa pale. Kwa maana Yanga kama walikuwa hawaridhiki na kile ambacho kimetokea, watakwenda kwenye kamati ya rufaa. Hapo kamati ya rufaa ingewaita Yanga pamoja, wakasikiliza pande zote. Wangesikiliza pande, maki sasa ndio ingekuwa kesi. Ndio kesi sasa. Inasikilizwa, unasikilizwa wewe, hoja zako anasikilizwa na huyu, hamkuridhika pale kutokana na maamuzi ambayo yametokea, ndio umeenda kasi. Beba hiyo kitu, peleka kasi. Kwa sababu mwenendo wa kesi utakuwepo pale. Huyu atakuja Makubi na mwenzie Majembe na Hosea upande mmoja, huku Mgongola wakili Juma Nasoro, ametoja nani mwingine hapo? Patrick Simon and the else watakuwepo pale, mwenendo utakuwepo pale. Utakapopeleka kasi, mnapeleka na huo mwenendo wa kesi ilikuwaje na hukumu yenu, kwa sababu pale pataandikwa hukumu na itasomwa. Unaona zile siku kamati zetu za nini, yule mzee wako anakuitaga dada yule anaitwa nani? Ngoja kwanza tuzungumze na mwenyekiti wa bodi ya ligi, mzee wetu mzee Mguto. Mzee Mguto, habari za asubuhi? Nzuri, habari gani? Nzuri kabisa, unaendeleaje? Namshukuru Allah. Tuko na wewe live hapa, tunajadili hukumu, barua ya hukumu ambayo imetolewa na CAS na bodi ya ligi pia. Bila shaka mmetoa taarifa, tumeona. Pengine tunahitaji kusikia kauli yako kama mwenyekiti.
hili jambo ama haya maamuzi ambayo yametoka jana kutoka CAS, ninyi kwenu mliyaona tangu awali ama mkuyaona haya maamuzi ambayo yametolewa jana? Wajua, unaweza ukaona vinginevyo, lakini kesi ni kesi. Ndio. Siweza ukafikiria kwamba hii mimi nashinda, lakini mwisho wa siku ukajikuta kwamba limeamuliwa vinginevyo. Kwa hiyo mimi nadhani kama unakumbuka, nilisema kama wenzetu wameenda CAS, kusema kweli ni kichekesho. Hii nairudia. Ni kichekesho kwa sababu tuna machinery zetu hapa nchini. Kwa nini hawakuweza kuzitumia hizo wakajiridhisha mpaka mwisho alafu ndio waweze kwenda CAS? Lakini kwa sababu sisi tunasimama kwenye haki, tulimwachia Mungu na sisi tukaplay part yetu, na tunashukuru yametokea hayo yaliyotokea. Lakini mwenyekiti, pengine Yanga wao walikuwa wanawahi CAS kwa sababu kuna muda pia wa kupeleka kesi ambayo pia nimesoma ni siku 21. Wakati huo na ninyi maamuzi yenu yalikuwa yanakwenda taratibu, waliona pengine wangechelewa wakaamua wawahi huko CAS. Sasa hilo nawachia wao, mimi siwezi kuwasemea, lakini nilo lisema langu ndio hilo, ni kwamba wanaenda CAS, naona ni kichekesho, lakini haki imetendeka. Na tutaendelea kusimamia haki na tutaendelea kufanya maamuzi kwa kadri tunavyoona kwa afya ya mpira wetu hapa nchini. Hawa ni wanachama wenu, mlifanya jitihada zipi kama bodi ya ligi kabla ya wao kwenda kule, pengine kuona ni namna gani mnaweza mkashauriana nao ili haya mambo yamalizikie hapa ndani kwanza? Jitihada zitakuwa zinafanyika, lakini ukakuta wao wameamua kama hivyo walivyoamua. Lakini niseme kwamba sisi tunaongozwa na taratibu zetu. Kwa hiyo wao walikuwa na ruhusa kabisa ya kwenda huko walipokwenda, na huko ndo waliona kwamba wangepata haki kuliko hapa nyumbani kupata haki yao. Kwa hiyo sisi hatukuwa na jinsi ya kuwazuia. Na wakati kesi iko kule, walipopeleka kesi CAS, mlipokea barua kutoka CAS kwamba pengine maamuzi yoyote yasifanyike hapo katikati mpaka atakapotoka juu? Hili swala lilikuwa kwa mwanasheria wetu, na in between kuweza kulifuatilia kujua nani hii mambo yanayoendelea kwa mwanasheria wetu. Kwa hiyo sisi tulimwachia ile swala na tukawa hatuoni sababu sisi kulifuatilia sana. Yeye ndo anapaswa kutupa taarifa zote, na wakati wa taarifa ulipofika ametoa taarifa. Na sasa ninyi mnajipangaje sasa baada ya maamuzi kutolewa? Ni kama ulivyoona kwenye barua yetu kwamba tunajiandaa kutoa tarehe ya dabi na kufanya maandalizi yote yanayohusika. Na Yanga unawashauri kitu gani kama mwanachama wenu na wewe ndio mwenyekiti wa bodi? Si swala la kushauri, ni kwamba ni swala la kufuata taratibu tu. Wao walipata haki yao wakaenda huko, na sasa hili limerudi tena hapa. Sisi tunaendelea na taratibu zetu zile zile za kupanga ratiba. Ngaje tumechelewa kidogo, lakini tunapanga ratiba na kila timu itatakiwa lazima ifuate. Na ligi itaisha kwa wakati? Tuna imani ligi itaisha kwa wakati, japo kuna mwingilio huwa mechi za fainali za Simba, lakini tuna uhakika kwamba tunaweza kumaliza kwa wakati. Bila shaka maamuzi yaliyotoka CAS yamewafurahisha kama bodi? Sisi tulishaanza furaha tangu siku waliposema wanaenda CAS. Sisi tulishafurahi kwa sababu tulijua kwamba hawawezi kutoboa. Yani mlishajua wanaenda kuangusha pua kwenye sakafu. Kabisa. Haya, kwa sababu huwezi ukaiondolea haki bodi ya ligi katika kuendesha ligi. Huwezi ukaiondolea haki. Wao ndio wanaopanga, Na mnapanga vitu, kuna haki inatendeka, mzee Mguto. Sisi tunasimamia haki. Ujue tuna Mungu bwana. Tunasimamia haki tu. Hatutaki kumdhulumu mtu yoyote.
na panapo tunapoona tuweza kumshauri mtu vinginevyo tunamshauri kwa ajili ya manufaa ya mpira wetu. Maana ukianza kuona mwanachama wenu anatoka ndani anakwenda nje zaidi kuwashitaki, manake kwa namna moja ama nyingine kuna maeneo watu hawaridhiki na utendaji. Hata watoto wako, kuna watoto saa nyingine wanakuwa kichwa ngumu, nawaambia, lakini wanakuwa kichwa ngumu, basi una mwisho unafika unawaacha tu unawaacha kusema kweli, lakini tunavyoendesha mpira wetu tunaendesha kwa haki ili kuhakikisha kila mwenye haki yake aipate. Kwa hiyo mnaweza mkatoa ratiba lini tuwe na matarajio? Hii kazi ya secretariat nadhani watafanya hilo na watawajulisha. Manake mtakutana kwa haraka iwezekanavyo. Ni kweli. Asante sana Mzee Mguto. Asante. Bwana Mzee Mguto alijua Yanga wanaenda kuangusha pua. Kama unakumbuka vizuri, mimi kuna vitu nataka niweke rekodi sawa. Sawa. Kwenye meza hii hapa, sawa. Kuna siku mimi niliwahi kusema kwamba kama kuna kitu ambacho Yanga walikuwa wanaweza kukilalamikia ambacho pengine labda muda sio sahihi, ni jinsi ambavyo hizi kanuni zinawapa mamlaka makubwa TFF na bodi ya ligi kufanya baadhi ya maamuzi. That was the only point ambayo walikuwa nayo, kwa sababu bodi ya ligi na TFF waliahirisha mchezo kwa kutumia kanuni ambayo ime-state vizuri kabisa bila ambiguity yoyote, bila utata wowote, kwamba sababu za mchezo kuahirishwa ni 1, 2, 3 ni sababu yoyote ile ambayo TFF na bodi ya ligi wataona inafaa. Next time guys, pinganeni na hiki kipengele kiondolewe. That was the only point. Zaidi ya hapo kulikuwa hakuna point nyingine. Lakini tukirudi hapo kwa hiyo kauli yako, swali lako ulilomuuliza Mzee Mguto, ndio hapa tuliwahi kusema pia kwamba maana umemuuliza ni Mzee Mguto au ni mwanasheria, ulimuuliza kuhusu muongozo. Mwanasheria. Tulisema hapa kwamba ile document ya bodi ya ligi ambayo ina kanuni, ukisoma pale headline imekuandikia kwamba kanuni hizi ndio muongozo wa uendeshwaji wa ligi kuu ya soka Tanzania bara. Sawa? Ndio. That is conclusive. Yani haiwezekani hiyo kauli ikuandikia kwamba kanuni hizi ndio muongozo alafu uende tena kutafuta muongozo. Ndio maana kuna siku hapa niliwahi kumuuliza mwenzetu mmoja kwamba hizi kanuni document yake Hans. Sema Hans, useme zako. Na mzee nani ametumia message hapa Mzee Mguto. Yes. Amesema nimsalimie Hans. Hizi kanuni document yake ipo. Yani ule msaafu wake. Yani kama unavyosoma Biblia kwamba bwana amri 10 za Mungu, amri ya kwanza inasema hivi, unaweza ukalifaa kabisa Kutoka 20 fungu la kwanza mpaka la 10. Maana zile amri zinaanza 1 mpaka 10. Lakini huo muongozo uko wapi? Mtu aje atuonyeshe muongozo hicho kinachoitwa muongozo kiko wapi? Lakini pia Juma, ulimuuliza swali jemedari kabla hujapiga simu hapo, na alikuwa anakupa jibu sahihi, lakini ulikuwa unaonyesha kama una mashaka. Ulimuuliza, unaweza kurudia swali lako labda? Issue ya rufaa. Kashasahau huyu, kashapewa majibu sasa hivi. Yani hapo sasa akili ishakaa sawa. Wala mwanzo uliuliza hivi, wala kuwepo na shida. Uliuliza hivi, kama rufaa ya Young Africans ilikataliwa na kamati, Young Africans kupeleka kesi kasi walikuwa sahihi au kuuliza hivyo? Kwa sababu rufaa wa kupeleka. Uliulizaje? Si baadaye umeelewa kwamba kulikuwa na kesi? Baadaye ulielewa. Magunga, ulitaka kusema nini? Twende kwenye hoja. Mimi cha nataka niseme ni kwamba swali ulikuwa unauliza wewe, jibu lipo kwenye ile barua iliyoletwa ambao ulishatusomea. No, yani kipengele jemedari ndio kuna muda alikuwa nakisoma hapa mwanzoni kabisa mwa kipindi. Sisi kama ulikuwa unamsikia article namba 31. 31 ambayo inasema hii article ilikuwa inasema kwamba Yanga hawakupeleka rufaa kwa kamati ya rufaa ya TFF hata kidogo. Kwa hiyo naibu rais wa kasi anasema njia sahihi ilikuwa ni kamati ya rufaa ya TFF, lakini Yanga hakutumia njia hiyo. Ndio maana kasi haikupata mamlaka ya kusikiliza rufaa yao, maana walienda kule bila kuwa na rufaa. Elewa bwana, hapo wanasheria wa Yanga kidogo kama pagumu hapo kaka. Wanajua kwa nini? Unajua ukitaka kujua Yanga ile jambo walikuwa wanalijua wenyewe, na hapa walikuwa wanasisitiza nani yao moja tu, ile ya hatuchezi.
ile hatuchezi ilikuwa inasisitizwa, sio kwa sababu ya jambo jingine lolote. Yani watu wengi au karibia wote walikuwa wanajua kule si hatutoboi. Umeelewa? Hapa gia ni hatuchezi. Na ndio maana kukaanzishwa propaganda ambazo kwanza nilikuwa napenda saa hizi watu wangekuwa wanamuomba radhi rais wa TFF. Yes. Msio watu wamemtukana bila sababu yoyote. Ukina nani sasa watu wengi tu wamtukana kwenye social media mzee wa watu bila sababu. Kuna watu walifikia hatua ya kusema kwamba hili jambo wakahusisha mpaka uchaguzi, kwamba huu mwaka wa uchaguzi. Unaelewa vizuri? Yule mzee alipozungumzia alikuja na kusema tu kwamba hizi ni sinema, watu wafanye kazi zao. Akatumia neno bongo movie. Tuache mambo ya watu sinema. Wakaitisha press kwamba eti waombe bongo movie radhi. Na wakataka kuonekana kama yule mzee amewasema bongo movie kama sio kitu cha maana. Kaikosea industry. Sijui nini. Unajua watu walifika mbali mpaka kusema kwamba baadhi ya wakuu wa nchi nao ni sehemu ya kiwanda cha bongo movie, kwa hiyo wamekosewa na wao. Baada ya hapa mna ngoja kwanza Juma. Ndio. Watu wakafika hatua wakasema mpaka Royal Tour ni sehemu ya bongo movie, ikazungumzwa vitu vingi. Tena unajua hicho kitu ni kitu ambacho kinamhusisha rais wa nchi. Angalia jinsi hicho kitu kilivyo sensitive. Halafu unaenda unahusisha na maelezo aliyotoa rais wa TFF. Sawa? Lakini kule kote watu walikuwa wanajaribu yani maana yake unamchonganisha rais wa TFF na mamlaka za juu za nchi. Kule kote walichokuwa wanajaribu kukifanya watu ni kujaribu kuipa ile si ni slogan ya hatuchezi nguvu. Ndio maana tukaanza kuona move sasa zinaanza. Si wazee Mwanza wanasema hawataki dabi nyingine. Si wazee si sehemu gani hatutaki dabi. Yani nyinyi mna viongozi, kesi ipo inaendelea. Sijui kwa mfano wangesema huko ambako mmefungua kesi, wangesema mcheze mechi. Na nyinyi huko mshaanzisha kitu cha hatuchezi. Yaani ingekuaje? Lakini mimi nimejaribu kukaa nikafikiria. Hivi tujaribu tufikiri kwa akili zetu. Unamsikiliza yule wakili wa mwanzo Majembe walichokuwa wanakilalamikia Young Africa huko CAS. Sawa? Wanalalamikia TFF, bodi ya ligi, kama ni watu ambao hawana integrity, hawana yani ni waonevu, sijui ni yani mzee ni kama vile waliwalalamikia mpaka some figures. Amesema kamtaja mzee Mguto, lakini nasema ingawa hakutajwa, lakini wamelalamikia watu watendaji wale. Tulikuwa na taarifa ya kutokuwa na imani na CEO na mzee Mguto, sio? Yes. Unanielewa hivyo vitu? Maana yake unajaribu kuparalyze mfumo mzima, mamlaka nzima ya uendeshaji mpira. Sawa? Unajaribu kuiondoa, kuonyesha hiki ni kitu cha hovyo kabisa. Hawa watu hawawezi kufanya kitu chochote. Hawa ni watu wa hovyo. System nzima is rotten. Sawa? Yeah. Kama ni siasa, that is treason mzee. Muda wetu unakimbia hapa. Hapa kuna tena sehemu nyingine ambayo haki inaweza kupatikana kama utajaridhika na yaliyotolewa na CAS. Haki inapatikana kwenye upangaji wa ratiba. Kiwanjani. Haki inapatikana kiwanjani kama. Hakuna chombo kingine. Kiwanjani sio chombo. Hapa kuna chombo kingine ambacho chombo ndio unatumia sasa hivi. Ndio nataka tukujibu kwa jina la chombo. Ulisema hakuna sasa hapa unajua nini kinaweza kutokea? Hakuna chombo kingine. Umeona taarifa ya bodi ya ligi ile kwamba wao wanapanga taarifa mapema iwezekanavyo. Sasa ratiba. Sasa wakipanga ratiba waseme kwamba bwana mechi inachezwa let's say Mei 25. Alafu wewe usije uwanjani, kanuni itatumika dhidi yako. Nimeuliza hivi sasa hivi hakuna sehemu Yanga wanaweza kupata haki yao? Yep, kwa sababu kwani wame haki yao wao walienda kuiomba CAS. Imeshindikana. Hakuna hawajawahi kuomba sehemu yoyote. Yani wanachotakiwa kufanya. Na hakuna sehemu nyingine. Wanatakiwa kuomba nini? Wanachotakiwa kufanya labda sasa hivi. Waende kukata rufaa. Wapi? Si kwenye mamlaka za nchini hapa ndani. Sasa hoja yao ya mwanzo ukiwasikiliza wale watetea hoja walikuwa wanazungumza kuhusu siku 21. You remember? Asa siku 21 ziko wapi? Bado zipo mpaka leo kutoka siku hiyo? Sasa wanaanza upya sasa. Unaanza upya kuanzia lini? Ili tuanze kuhesabu hizo siku 21. Wakati huo ligi inakusubiri tu. Hizo upya walikuwa wanazungumzia siku 21. Hao watetezi ukiwasoma wanasema siku 21, unajua kulikuwa na siku 21. Hizo 21 zilikuwa zinaanza wapi? Leo mpaka leo bado zipo. Kwa sababu ukwenda kule wao wameenda kuwashtaki hawa watu. Au zina reverse zinaanza watakuwa wameshinda kesi nzima. Sino nikakwambiaje hapa bodi ya ligi na TFF watapanga ratiba. Na watacheza. Sasa kama wako kweli serious, ratiba ikipangwa wasiende uwanjani. Na nilikuambia siku ya kwanza hapa, Juma, Yanga watakwenda kiwanjani
na watakuwa wa kwanza kufika. Maskini hana kiapo. Maskini hana kiapo. Lakini bado haijamalizika, tunasubiria tu utabiri ukamilike. Lakini pia Yanga siku ikifika waende uwanjani. Yanga pia wasipokwenda unakata alama 15, Yanga watakubali wapi alama 15 akakwambia nani? Watafungua kesi kasi. Ya nini? Ya nini? Wakati kanuni ipo inasema usipokuja uwanjani. Nenda kiwanjani usipokuja alama 15. Sasa unataka na wamekupangia ratiba uendi. Kasi unaenda kufanya nini? Kasi hawashughuliki na uendeshaji wa ligi. Huo ni uendeshaji brother. Kasi unashiriki. Ngoja nimsaidie kitu kimoja. Hili lililotokea hapa litatokea tena hapo. Kasi watasema kwamba kanuni yenu ya ndani inasemaje? Kanuni ifuatwe. Ukienda kule nilikwambia Juma hapa siku ya kwanza. Hawatoki kutoka mbinguni. Wanauliza huku chini, bwana huko taratibu zikoje? Kwa hiyo wamekosa mpaka pesa walizotaka zile za gharama matumizi ya na zile ziliombwa tangu barua iliyokuja hapa. Ndio kuna iliyokwenda TF. Hizo nazo zimekwenda. Kwa sababu ukipeleka kasi, kesi kasi, kufungua tu kesi unalipia, kuendesha zile gharama za, yani kesi inapokuwa inaendelea zile gharama pia unazilipia. Na nikukumbusha Juma, kuna watu waliibuka, wengine ni wanasheria kabisa, waliibuka wakajenga hoja kwamba eti mashabiki walipwe fidia eti kwamba yani kwamba watu wakahusisha mpaka broadcaster ni dakika